tunapoingia kwa neno. Baba, katika jina la Yesu tukushukuru na kulinua jina lako. Mtakatifu, tunyenyekea chini ya mamlaka na uwezo wako. Hatuna Mungu mwingine, ni wewe tu pekee, Muumba wa mbingu na nchi, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Jehova, wewe ndiwe Alfa na Omega. Hatuna mwingine aliweka misingi ya mbingu na nchi ila wewe pekee yako. Tunakuabudu na kukuheshimu na kukutii. Tunajipeana mikononi mwako kipindi na masaa haya tunapohitaji kuingia katika neno. Jehova, tunaomba ukatupe neema ya kuelewa neno lako. Tufundishe, tuelimishe, tupe revelations ya yale ambayo yamejificha, ambayo hatuwezi kuyaelewa katika umwili. Wacha tukaweze kueleweshwa na Roho wako Mtakatifu. Kila mmoja wetu, mawazo yetu, nia zetu, roho zetu, mioyo yetu na mili yetu, tunajipeana kwako Mtakatifu. Fanya nasi upendavyo. Roho Mtakatifu wa Mungu, zungumza nasi. Ondoa yetu ya mawazo na ya kimwili. Wacha tukaweze kusikiza kutoka kwa Jehova unapotuongoza na kutufundisha, na ni kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani uko na kalamu na kitabu cha kuandika. Bwana asifiwe. This is very important for a believer. Kama una kalamu, kitabu, basi utapitwa. Na unajua kwamba tumesema hii ni siku ya kipekee. We are going to examine the word of God. Bwana asifiwe sana. Na hautaweza kushika tu kwa akili, na ni very sensitive. Kile tunachoenda kukizungumzia ni very sensitive, kwa sababu watu wengi hawaelewi. Kwa hivyo ukidhani utabeba kwa akili za kichwa tu na akili zako, huenda hautaweza vizuri. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Tuko tayari? Tuko tayari? Yes. Mesema leo hatutakuwa na preaching sana. Today we want to learn. Bwana asifiwe. Amen. There is a question ambayo ilikuja na ni muhimu sana kuhusu tithes. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Ilikuwa kuelewa fungu la 10 na commitments. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hatutaongelea commitments kwa leo. Somo ambalo tunaenda kulianza ni somo refu kidogo. Lakini naomba Mungu atatupea neema, tunaweza kuifupisha iwezekanavyo. Kwa hivyo tunastahili kuwa tu ready and sharp kujifunza na kuandika. Tutakuja kuziprint, kila mtu awe na copy, but for now utaandika. Make sure umeandika, alafu tutapata copy baadaye ya full teachings. Bwana Yesu asifiwe sana. Full teachings about tithe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama kuna doctrine ambayo imeleta shida katika mwili wa Kristo inapokuja kwa mambo ya kutoa, ni doctrine ya kitu kinaitwa tithes. Yes, kunaweza kuwepo pia na kitu kama sacrifices, pia inachanganya kwa wengine. Lakini sana sana kitu inaitwa fungu la 10. Sema fungu la 10. Sema fungu la 10. Sema tithe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Uko tayari kujifunza hii? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa Kristo wengi, kwanza jambo hili, mwambie mwenzako usiwe na wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Wakristo wengi kukitambua kitu kinaitwa fungu la 10, kukitambua hiyo kwa Wakristo wengi, mtu anasikia ningelala usingizi kwanza kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana jinsi ambavyo inavyopeanwa ama kufundishwa, inabidi inakuwa si mchezo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So
tutaenda kuexamine ama kujifunza ama kustudy kwa undani. So I just want you to be ready, ukuwe tayari kwa kujifunza na kwa kuuliza maswali. Sio kujifunza tu, tayari kusikiza, kujifunza na kuuliza swali. Kwa hivyo kama hutauliza swali pia itakuwa ni kana kwamba you are not learning. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na nawapenda sana wapendwa. Nashukuru sana wapendwa. Bible. May God bless you. Kwa sababu moja sana, you like teachings. Unapenda kujifunza. Sehemu nyingi watu wengi, ikiwa wakati wa kujifunza ama kwa mambo na kujifunza Bible, watu wengi hawapatikani kwa ibada. Watu wanataka ibada ya kumalizana tu spiritually hapa juu, lakini kujifunza kutoka mambo ambayo yatakusaidia kutoka ndani upate elimu ya neno la Mungu. Wengi hawawezi, hawataki na hawawezi, na zingine wanaona kama wanaboeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So hii imepatia shetani nafasi nzuri ya kupenya kwa mioyo ya Wakristo na kwa ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kuleta imani zingine ambazo haziwasaidii Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata walimu wa uongo wamepata nafasi nzuri, kwa sababu watakapotamka waumini wanachukua tu, lakini hakuna anything like questioning ama examining the word. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaniambia kwamba wakati mmoja Petro akihubiri Injili, walitembelea familia ya wa Thessalonike, wakatembelea familia ya Berea wakiwahubiria neno la Mungu. Na Biblia inaniambia kwamba ile jamii ya mji ule wa Berea, Biblia inasema kwamba there were people of more noble character. Bwana Yesu asifiwe sana. Noble character. Sasa nikataka kujiuliza, kwa nini wanasema noble character? Bwana Yesu asifiwe. Pale Biblia inasema because they examined the word. Walikuwa wanachunguza maandiko baada ya kupokea kutoka kwa mitume, wakabakia wakichunguza the word day by day, kujua kama kile walichosema kilikuwa ni kweli ama sio hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini udhaifu ambao umeingia katika mwili wa Kristo Yesu ni kusikia tu na kukimbia nayo, iwe ni kweli ama si kweli. Hatuna time hii ya noble character. Hatuna noble character. Hatuna time ya ku-examine the word of God. We just take it vile iko tu, bora tu pastor amefundisha, bora apostle James ameongea, unabeba tu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is very dangerous. Na hiyo ina weaken the body of Jesus. Ina weaken, inafanya kwamba Wakristo wanatembea kwenye mafundisho dhaifu ambayo mengine yamegeuka yamekuwa ni shida kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka kanisa limepoteza quality ama limepoteza the standard ambayo inafaa kuwa nayo, standard ya Yesu. Imepoteza Kristo. Kanisa limebaki kanisa by name without Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila Yesu. Lakini Yesu anaitwa tu kujipresent, anaitwa tu. Na kwa vile anatupenda na anaona hao ni watoto, sasa zingine ile udhaifu wetu, unajua Yesu ako tayari kusimama na sisi. Anaanza kujipresent tu, anatokea saa zingine akiitwa anatokea tu, lakini inakuwa Yesu anakuwa wa kukaribishwa tu, kualikwa tu, lakini hakai katika kanisa kama kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amefanyika kama mgeni. Wengine tu wametawala, manabii tu, mitume na wengine tu wametawala kanisa la Kristo. Kristo mwenyewe ambaye ndiye Bwana anakuwa wa kukaribishwa tu, kualikwa kama mwalikwa, mgeni. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. So that is not my point. Point ambayo tuko nayo ni ku-examine the word of God. Examining the word of God about tithe and covenants. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kama unaandika itakuwa mzuri kuandika yote, maana we shall print this papers, kila mtu akue na copy. Lakini make sure umeandika vizuri, examining the word
of God about tithing and covenants. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Because hawezi kuelewa tithe ama fungu la 10. Unanipata? Yes. Hawezi kuelewa fungu la 10 kama haujaelewa covenants. Bwana asifiwe. Hauwezi kuelewa fungu la 10 kama hujaelewa covenants. Hapana, utakuwa umepita tu kwa hewa kama hujaelewa difference of these covenants. The old covenants. Sema old covenant. Old covenant. Sema new covenant. New covenant. Bwana asifiwe sana. Sema Old Testament. Old Testament. Sema New Testament. New Testament. Bwana asifiwe. Kama hautaelewa hizi mbili, hautaelewa fungu la 10. Na kama hauta examine ama kuchambua neno la Mungu kuhusu fungu la 10 katika Old Testament na katika New Testament, hauelewi fungu la 10 na hutaelewa. Bwana asifiwe. Mpaka uweze kuexamine from old to new. Sasa ile shida ambayo hutendeka mara mingi sisi sasa wahubiri tunapoongelea fungu la 10, mara mingi sisi huwa tunahubiri atufundishi. Na tunapohubiri tunahubiri tu mstari mmoja tu, miwili, mitatu. Alafu tunaweka mistari mingine ambayo haipelekani hata na hiyo fungu la 10. Tunaweka mistari hata ya sacrifices. Lakini kwa sababu ya kosa ile kiu cha kustudy neno kwa Wakristo, inafanya kwamba they cannot even ask or grow. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi hata wakakua kwa mafundisho yale. Tunabakia pale tu. Hallelujah. Ni vigumu kuanza hii, ni vigumu, ndio maana unaona I'm just trying to give you the foundation. So maybe hata service inaweza kuwa different today, don't worry. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kupatia foundation because si rahisi kuelewa kushika hii, hata kwanza sio rahisi, mpaka kwanza moyo mtu aelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwanza kabisa unafaa tuanze kujua kwamba tithe, what is tithe? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutapata kwa undani tithe pale mbele, but kwanza tithe ni sehemu ya 10 iliitwa tithe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tithe ama fungu la 10. Sasa tunapohitaji kujifunza, tunataka tuanze kujifunza mahali fungu la 10 lilianzia na mahali lilifika na vile kanisa linavyostahili kuchukulia swala la fungu la 10. Kanisa ni wewe ambao umeokoka ama Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Nangu kuna kiti hapa mbele pia unaweza kukalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So kama unaandika sasa, hapa tunaanza hii, mahali tunaanzia ni hapa. Imeandikwa in English, but wewe utaandika vile utaweza kuandika. Tunaandika in English. Tithe before the law was given. Tithe before the law was given. Alafu hapa mbele utaweka Abraham and Jacob. Tithe before the law was given. Abraham and Jacob. Hiyo ni before the law was given. That was the dispensation before the law was given. In other words, it was also a grace dispensation. Wow. Ilikuwa kipindi bado cha grace kwao. Bwana Yesu asifiwe. Licha kwa ilikuwa imejificha, ilikuwa kipindi cha neema kwao, kwa Abraham na Yakobo. Ilikuwa kipindi cha neema. So the first teachings we are going to learn about the tithe before the law was given. Abraham and Jacob. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu second tutaenda kujifunza
Tithe, hiyo ni second. Vizuri kuandika, tunaambia leo ni shule. Tithe under the law of Moses. Tithe under the law of Moses. Hapo mbele utaweka Israelites. Utaweka Israelites. Alafu thirdly, tithe in the New Testament scriptures. Tithe in the New Testament scriptures. Ama grace dispensation. Napo utaandika church. Taandika church. Bwana Yesu asifiwe. Basi wacha niguzie hii. Hatutaweza kuzungumza zote hizo leo. Hiyo nimekupatia tu ili hata kwa wakati wako utajaribu pia kufanya tukiendelea kustudy, maana it will take some week or weeks. Maana tukisema tustudy yote tutakuwa na masaa mengi sana hapa. Bwana Yesu asifiwe. So tutaguza tu moja. Kwanza we are going to study about tithe before the law was given, hiyo ya kwanza. And then tutaendelea na hizo zingine. Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami kitabu cha Mwanzo, the book of Genesis. The book of Genesis chapter 14. Genesis chapter 14. Na unapofungua hapo, nataka kwanza nikuelezee kitu kwamba remember, we are not examining about tithe to fight this word tithing. We are not against the word tithing, and we are not building. We are not building or encouraging tithing. We are examining the word of God to find the truth. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu asikuweke mahali popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwamba uko against ama kwamba unaiunga mkono direct ama chochote kile, hapana. Tuko hapo to find the truth so that we can walk in truth. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kusaidika kama mtoto wa Mungu ambaye umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, nataka mtu anisomee hapa. Nataka mtu anisomee tafadhali kwa jina la Yesu. We are in Bible study. Kama kuna mtu amefika hapo, I want us to read Genesis chapter 14 verse 14 to verse 20. Nani atatusomea hapo tafadhali? Hallelujah. Nani atatusomea amefika? Okay. My sister. Okay. Thank you. Kila mtu amefika? Kila mtu amefika? Kama amefika sema amen. Genesis chapter 14 verse 14 to 20. When Abraham heard that these king's men had been taken captive, he led forth his trained men, born in his house, 318 of them, and went in a pursuit as far as Dan. And he divided his forces against them by night, he and his servants, and defeated them, and pursued them to Hobah, north of Damascus. Then he brought back all the possessions, and also brought back his king's men Lot with his possessions, and the women and the people, after his return from the defeat of Chedorlaomer. And the kings who were with him, the king of Sodom, went out to meet him at the valley of Shev, that is the king's valley. And Melchizedek, king of
Selom brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed him and said, Blessed be Abraham by God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And Abraham gave him a tenth of everything. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ako na Kiswahili pia? Kuna mtu ako na Biblia ya Kiswahili? Patia dada yangu pale nyuma ako na Kiswahili pia. Piga dada yetu kwanza makofi ambaye amesoma. Amina. Kuanzia verse 14. Mwanzo Sura ya 14 mstari wa 14 hadi 20. Inasema, Abrahamu alipopata habari kwamba mpwa wake amechukuliwa na mateka, akatoka na watu wake stadi 318 waliozaliwa katika nyumba yake, akawafuatia adui mpaka Dani. Huko akaligawa jeshi lake katika makundi. Usiku akawashambulia adui zake, akawashinda na kuwafukuza hadi Hoba, kaskazini mwa Damasko. Basi Abrahamu akaikomboa mali yote iliyotekwa na adui na kumkomboa Loti mpwa wake, mali yake pamoja na wanawe na watu wengine. Abrahamu aliporudi baada ya kumshinda mfalme Kode. Kiswahili kimekuwa kigumu. Kigumu changu ndio iko na shida, hiyo ni vitu ndogo. Okay. Endelea mbele. Kumshinda mfalme Kode. Pita hapo mbele. Na wenzake, mfalme wa Sodoma alitoka kwenda kumlaki katika bonde la Shari, yaani bonde la mfalme. Naye Melkisedeki, mfalme wa mji wa Salemu, ambaye alikuwa kuhani wa Mungu mkuu, akaleta mkate na divai, akambariki Abrahamu akisema, Abrahamu abarikiwe na Mungu mkuu, muumba mbingu na dunia, na atukuzwe Mungu mkuu aliyewatia adui zako mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupigie dada makofi. Kwa nini tumesoma hizo zote mbili? Ni kwa sababu Bible study ni kusoma Biblia izungumuze kuliko vile sisi tunavyozungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Yes. Sasa hapa tunamuona baba yetu wa imani Abrahamu. Maandiko yanamzungumzia kuhusu swala la fungu la 10, mahali ambapo katika Biblia fungu la 10 lilianzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa Abrahamu, Biblia imetuambia kwamba aliposikia mpwa wake ametekwa nyara, maana kulikuwepo na vita vya wafalme waliopigana vita na kuteka nyara mpwa wake Abrahamu pamoja na vitu vyake na familia yake yote. Lakini Biblia inasema kwamba Abrahamu aliposikia hii, kulikuwa na falme 5 ambazo zilikuwa zimeteka nyara mpwa wa Abrahamu. 5 kingdoms ambazo zilikuwa na majeshi. Unasikia? Yes. Zilikuwa na majeshi na uweza. Zikawa zimeteka nyara mpwa wa Abrahamu na vitu vyote na familia yake.
Biblia inasema kwamba Abrahamu akakusanya watu 118 katika nyumba yake. Only 118 people. Kwenda kupigana na 5 kingdoms. Kingdom unajua yeye kumaanisha nini? Bwana asifiwe sana. I think you can understand the kingdom. Ni kama kusema taifa la Kenya na taifa lingine na taifa lingine na lingine. Bwana asifiwe sana. 5 kingdoms. Na wakati huo ukitamkwa kingdom haikuanga rahisi. Maana kingdom ilikuwa ni kubwa. Bwana asifiwe sana. So 5 kingdom, Abrahamu na watu 118 peke yao wakaenda kunusuru mpwa wake. Na Biblia inasema kwamba wakapigana na wakawashinda na wakateka nyara vitu walivyokuwa navyo vyote na wakarejesha mpwa wake. Bwana asifiwe sana. So Biblia inasema kwamba walipofika njiani kwenye bonde la kifalme wakakutana na kuhani na mfalme Melkizedeki. Huyu mfalme wa Salemu Melkizedeki. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mfalme wa Salemu ni Melkizedeki. Ikawa kwamba wakakutana na yeye, alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye hai. Na hajulikani chanzo chake na hajulikani mwisho wake. Meaning ni Alpha and Omega. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba walipokutana na yeye, Abrahamu na Melkizedeki wakaingiana kwa imani. Na Melkizedeki akawa amebeba divai na mkate. Divai na mkate. Divai inasimamia nini? Damu. The blood. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambayo sasa ni the blood of Jesus Christ katika kipindi hiki. Bwana asifiwe. Amen. Mkate ulisimamia the body of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Amen. So Melkizedeki alipresent Kristo Yesu kwa Abrahamu na akamwambia Abrahamu, na abarikiwe Mungu aliye kupigania wewe. Akamtukuza Mungu na akamwambia Abrahamu, na ubarikiwe Abrahamu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na kweli Abrahamu alipokumbushwa hiyo ile baraka, Abrahamu akatambua ni kweli amebarikiwa kwa sababu ameshindana na 5 kingdoms. Haikuwa kitu cha rahisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ameshinda, amerudi akiwa salama, watu wake wote wako salama na wameshinda na wameteka nyara. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba basi Abrahamu akachukua sehemu ya 10 ya nyara zote. Hapa tunaweza kuita spoil. Bwana Yesu asifiwe. Nyara zote, vitu vyote, wanyama, mavuno na vitu vyote, mali yote na rasilimali, fedha na dhahabu zote zilikuwa zimetoka huko. Abrahamu akachukua sehemu ya 10, 10th of it, ama 10th of all of them. Akachukua sehemu ya 10 ya vyote, akampa mfalme wa Salemu Melkizedeki kuhani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. And this was the first tithe, ama the first tithe kuonekana katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ilikuwa ni sehemu ya 10 ya kwanza. Haleluya. Amen. Kwa karibu kumaliza hiyo kipindi. Bwana asifiwe. Amen. So nataka uifuate vizuri hapo. Ikawa Abrahamu akapeana kwa Melkizedeki. Kwako wewe ukiangalia hapo mahali unaona Abrahamu alipeana fungu la 10 hiyo, kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipeana kwa nini? Kitu cha kwanza tunachoona hapa ni kwamba Abraham alipeana fungu la 10 lake willingly. He gave his 10th willingly and freely to his friend the priest Melkizedeki. Alikuwa amefanyika rafiki kwa jinsi walivyo communicate, na akamshuhudia ukuu wa Mungu ndani ya maisha yake, na akampa divai na mkate. So Abraham hakuamrishwa na sheria. Sema sheria. Sheria. Sema command.
Sema law. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu alikomanda Abraham kupeana tithe ama tenth. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu alimwamrisha ama kumshauri Abraham, hata mpwa wake, hata wale wengine wote. Hakuna mtu alimwadvise wala kumwambia. Hata kuhani mwenyewe Melkizedeki hakumwambia Abraham atoe sehemu ya 10 ampe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Badala yake Abraham kutoka ndani ya moyo wake kama mtu wa imani, sema mtu wa imani. Mtu wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sema kipindi cha neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kipindi chake cha neema, huyu mtu wa imani katika kipindi cha neema akakusudia ndani ya moyo wake kutoa sehemu ya vitu vyote alivyopigania akapata, atoe sehemu ya 10 willingly, bila mtu yote kumforce wala kumadvise wala kumfundisha wala kumwambia chochote, willingly because of the faith. Hiyo ilikuwa ni imani kwa Mungu, ilimwamrisha na kumsukuma kutoa sehemu ya 10 na akamtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alimtolea kama nini? Akamtolea Mungu kupitia kwa Melkizedeki. Alimtolea kama nini? Kama unaandika jambo la kwanza ambalo tunaona pale Abraham alipotoa pale, jambo la kwanza tunaona alitoa kama thanksgiving. Thanksgiving. Shukurani. It was a thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unaandika, wana wengine ni kama wanalala. You writing? Ndio mafundisho yanapitanga hivyo. You need to write down. Do what I'm saying so that kesho utapata kukusaidia na usaidie mwingine. Maana utaulizwa swali, hii kitu kinasumbua watu sana. Utaulizwa swali na mtu na utabaki umehama, utakuwa na jibu, but kama umeandika mahali itakusaidia. You can go even study. Bwana Yesu asifiwe sana. Abraham, our father of faith, gave the tithe as a thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umeipata hiyo? It was a thanksgiving. Secondly, Abraham gave his tithe as recognition of divine intervention. Recognition of divine intervention. Msaada, alikuwa ametambua uhusika ama mwingilio wa Mungu ama kuhusika kwa Mungu katika vita ambavyo alikuwa amepigana. Kwa hivyo alitambua wakati Melkizedeki alisema na atukuzwe Mungu ambaye amekutendea hii. Melkizedeki akatoa sehemu yake ya 10 kama sehemu ya kutambua kweli Mungu ni mkuu, amenipigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la tatu, Abraham alitoa sehemu ya 10 ama fungu la 10 yake kama njia moja ya divine connection ama divine connection ama connection of divine blessings. Connection of divine blessings, ili aweze kujiunganisha na blessings ama baraka kwa njia ya kiroho. Tayari Melkizedeki kama kuhani alikuwa ametamka blessings kwa Abraham, akasema na abarikiwe Abraham. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na abarikiwe Abraham, na abarikiwe Mungu ambaye amepigania Abraham, na abarikiwe Abraham. Bwana Yesu asifiwe sana. Akachukua baraka za Mungu na kuzisambaza kwa Abraham. So Abraham kwa kujiunganisha na ile word ambayo ilikuwa imetamkwa, because neno huwa linatamkwa unapoambiwa God bless you, usichukuliange tu kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe sana. So Abraham akataka kujiunganisha na ile baraka katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Akajiunganisha, maana tayari Melkizedeki amempa mkate, amekula, amempa divai, amekunywa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ametamka blessings juu yake, ili ile baraka ambayo imetamkwa na kuhani ikae juu yake, kuhani na mfalme ikae juu yake. Ilibidi Abrahamu kwa moyo wake na kwa imani akajua kwamba katika imani na katika neema hii mimi mwenyewe inabidi nijiunganisha katika baraka hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akakusudia
kutoka kwa moyo wake yeye mwenyewe, pasina mtu kumsukuma, pasina any law or command. Bwana asifiwe sana. Akatoa sehemu hii kujiunganisha na baraka za Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Number 4 ambaye ni mwisho pale. Number 4 tunayoona kwa nini Abraham alitoa kama nini? He gave his tithe willingly. Ambapo tayari nimeitamka mara mingi kutoka juu. Willingly, out of spoil ama military spoil, only once. Sasa shika hapa tena. Only once. Not repeatedly by force of the law. Hapo ndio sasa tunaimalizia. Not repeatedly by force of the law. That is Abraham, because yeye alikuwa chini ya neema na alikuwa mtu wa imani. Akatoa sehemu ya 10 willingly. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka kwa nyara za wanyama. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu hakuwa amefanya kazi mwezi ukaisha ndio akatoa fungu la 10. Yeye alitoa kwa nyara. Bwana asifiwe. This was the type of Abraham. Alitoa kwa nyara. Nyara ni vitu ambavyo amepigana, amemwaga damu. Hata kwa upande mwingine vingekuwa ni kama ni vichafu, sababu amemwaga damu, amepigana na wafalme, ameua watu wengi, halafu ameshinda na kurejea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa zile nyara, ile mali walibeba kutoka huko, akatoa sehemu ya 10. Mimi kwa upande mwingine alitambua kwamba kule kunywa ile damu na ule mkate alikuwa amesafishwa every guiltness ambayo alikuwa nayo kutokana na zile nyara, zile vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatambua kwamba amesafishwa, amesamehewa, ametakasika tena baada ya zile vita na amebarikiwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. So kwa moyo wake Abraham mwenyewe akatoa sehemu ya vitu vile, sehemu ya 10, akapeana kwa Melkisedeki. Na hautapata maandiko mengine yanayozungumza kuhusu sehemu ya 10 Abrahamu akitoa, isipokuwa katika Agano Jipya, kukukumbusha, ambayo tutaisoma tukiendelea mbele, kukukumbusha kuhusu Melkisedeki na kuhusu Haruni, tutaisoma tukifika mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This was the first tither. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Umeandika vizuri? Umeandika vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa twende to the second tither. Mungu anisaidie, nataka nitapiga hii kwa haraka, sitaki twende 4 weeks. So tutaipiga tu haraka kabla tuingie kwa hiyo nyingine. The second tither. Tumeona first tither ni nani? Abraham. Na tumeona alitoa fungu la 10 kwa sheria ama kwa neema? Kwa sheria ama kwa neema? Sema tu, kuna mtu anakusikia. Kwa sheria ama kwa neema? Kwa neema. Kwa imani ama kwa sheria? Kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alitoa kwa imani. Alitoa willingly ama alisukumwa na sheria? Bwana Yesu asifiwe sana. Willingly, si ndio? Freely and willingly. Kwa sababu Biblia inasema God loves a cheerful heart. That's why God loved Abraham. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. That's why God loves a cheerful heart. Unapojiita mimi ni uzao wa Ibrahimu, mimi ni mtu wa imani, Ibrahimu baba yetu, Ibrahimu baba yangu, unafaa kujua Ibrahimu ni mtu wa neema na ni mtu wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani na neema, and that's where the church should be. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa linastahili kutembea katika standard ya neema na imani. Lakini hapo mahali sipo mchezo. Hapo mahali pa neema na imani sipo mchezo. Maana hapa unajitwalia ufalme wa Mungu kwa nguvu wewe mwenyewe. Si pastor anakusukumia na force na sheria fulani. Wewe mwenyewe unajua kile ambacho unastahili kufanya.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika kwa upande wa kutoa, inafaa wewe mwenyewe ukue willing from the heart, because kile unachotoa ni kurecognize ushindi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Naomba tuweke mawazo hapo please. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapofanya hivi, unarecognize ukuu wa Mungu katika maisha yako. Kwanza kabisa, unashukuru Mungu kwa kile ambacho amekutendea. Bwana asifiwe. Kama huwezi fanya hivyo, it means wewe hauna shukrani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. How recognize ukuu wa Mungu. Hallelujah. The third thing, haujiconnect na blessings za Mungu ambazo baba yetu Abraham wa imani ametuonyesha. Haujiunganishi nazo. Unabarikiwa na wewe unabeba tu, naenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Ubarikiwe sana na unaenda. Na hiyo ndio watu wanataka. Barikiwa sana, lakini wamesahau kwamba sisi ni watoto wa Abraham. You need to know from the heart, from your heart, kwamba I need to connect myself in the blessings. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio ukomavu wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye hajakomaa na au kuelewa imani ndio yule ambaye anasukumwa by the force of the law. Bwana asifiwe. Hallelujah. Unanipata kweli? Mtu ambaye anangojea ahubiriwe, aambiwe sheria inasema ndio afanye, huyo mtu aelewi imani ni nini. Because the righteous shall live by faith, not by law. Kama unangojea usukume na hiyo, then you are still a child in Christianity, in faith. You are still a child, you are still down. You need to grow. Do it willingly. Kama ukipata kile ambacho umepata, pesa kazini, ama ni wapi unapopata, kama wewe mwenyewe tu hauwezi kupiga mahesabu yako na useme wacha nitenge ya Mungu, nitenge. Kumbuka Abraham hapa alitenga sehemu ya 10. May God help us. Sijui kama tutaenda kwa ya pili. Anasema kwamba Abraham anatoa mwenyewe, akaamua kwa moyo wake kutoa 10 akapeana. It doesn't mean that you too, kama wewe tena pia utoe sehemu ya 10 kama Abraham tu. Bwana Yesu asifiwe. Unanipata? Haimaanishi hivyo. Abraham did not give that to command you. Bwana asifiwe. After all, tunaona tena alitoa mara moja. Miaka ile nyingine yote mpaka akakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. The Bible is silent about that. Meaning, wewe alitoa kukuonyesha kwamba you need to know that kuna Mungu ambaye unafaa kumtambua wakati ambapo umeshinda, wakati umepata, wakati umetoka na umeenda umewini vita vya kufanya kazi na kutafuta ukapata kitu, ukafanya biashara ukapata, ama ukaajiriwa kazini umepata. Hiyo ni vita vya kupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati umepigana hizo vita umepata, unafaa kumrecognize Mungu kwamba kuna Mungu, ukuje na kitu na shukrani mbele yake kumtolea. Don't wait for pastor to force you. That's why unaona sisi hapa hata sasa tukifundisha hii kuhusu tithe. My brothers and sisters wale wamekuwa hapa na sisi ni God. Maisikia nikiongea kuhusu tithe. Maisikia nikuhubirio. Bwana Yesu asifiwe. Isipokuwa wale tulitoka na wao huko chini wanaweza kusema. Lakini atukimbiangi sana, kwa hiyo we cannot force you to do that. You need to know that you need to give. Bwana Yesu asifiwe sana. Freely and willingly, with your cheerful heart. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kule kutoa kwako kutakufungulia baraka na milango. There is a blessings in giving. Wacha kukuja tu kwa Mungu kusema Mungu nibariki kila wakati, Mungu nipe, Mungu nibariki nipe. Na ukipata kile unachopata kidogo na rusha chochote kwa mfuko, na rusha chochote kwa mdomo, kwa mambo yako, rent, kule na kule, bas. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yenyewe inaongea inasema kwamba mheshimu Mungu Muumba wako kwa malimbuko yako na kwa mali yako. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye atakubariki zaidi na zaidi. If you are a believer, a Christian, and you have read this, unajua kwamba Mungu kumbe anataka nimheshimu na mali yangu na fedha zangu na malimbuko na vitu vyangu ninapopata, ili anibariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umepata hii, hakuna mtu atakusukuma na kukuforce, but most of us believers are the church of Jesus Christ. What about tunastahili kuishi chini ya neema na kwa imani. Tunangojea priests, those so-called priests. Maana I know I'm not a priest. Bwana Yesu asifiwe. I am not a priest. Kristo hakuacha priest katika kanisa. Kila mtu ni priest. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wale ambao watajiita hivyo, wakuja na sheria,
wakusukume nayo. Kuna mtu mahali alikuwa ameongea hiyo kitu mpaka nikasikia imeumiza sana. Akusukume nayo mpaka curses, akutamkia curses ndio uogope, ndio utolee Mungu, then you are still a baby. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utalaaniwa, utafanya nini? Umeipa ndio utoe. Then wewe bado ni mtoto kwa imani. You need to grow in faith. You need to know giving is Christianity. Christianity is all about giving. Bwana Yesu asifiwe. Don't wait for me to tell you. Tunajua hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bible night. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajua hivyo. Christianity is all about asijipigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. So God loved the world that he gave his. That's where Christianity started. Sasa wewe, you gave your soul to Christ. If you give your soul, wewe umetoa roho yako kwamba Yesu, mimi nimekupa hii roho, ukitaka uniue, ukitaka unihifadhi niishi, ukitaka unipende chochote, mimi ni wako. Sasa kama umempa roho yako, nini kingine hicho unamnyima? Mbona mnyime pesa? Mbona mnyime mali? Mbona mnyime matoleo yako? It means there's something wrong somewhere. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umetoa roho, nini umebakisha? Kuna kitu kingine. Mtu akikwambia mimi nimejitoa na nimejipeana kwako na roho yangu yote. Huyo mtu amebakisha nini? Amebakisha nini? Kuna kitu amebakisha. Roho sasa ikitolewa ni nini amebaki nacho? Sasa wewe umejipeana kwa Yesu, wewe si wako. Roho yako, nafsi yako, mwili wako si yako. Kwa hivyo leo watu unavaa, wewe unavalisha mwili, lakini usisahau huu mwili ni jumba tu, ni kijumba kimehifadhi, kimeweka tu nafsi yako. Uendelee ukaa pale ukiwa hapa duniani, lakini huu mwili sasa hata si wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe si wako, mimi chochote nilichonacho si chako. Kwa hivyo kumwambia Mungu asante inakushindia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kama alikupea 500 leo, ukichukua sehemu fulani na umpe Mungu, hata kubariki tena. Si hata kubariki tena. Si yeye amekupa. Biblia inasema because he who gives you power to prosper. Ni yeye anakupa uwezo wa kunawiri. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema remember him because he is he who gives you power to prosper na kupata zaidi. Remember you are God. But it doesn't mean umkumbuke Mungu na sehemu ya 10 peke yake ama sehemu ya 10. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. In other words, believers wanafaa kwenda hata beyond. Lakini hii ni sehemu moja ya picha ambayo tumepata nayo kutoka kwa baba wetu nani? Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni picha ya baba yetu Abrahamu. Huyu ni mfano mwema. Kwa hivyo mtu ambaye anatoa sehemu ya 10 hana makosa kama atakuwa ameitoa kwa imani kutoka katika moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini it's not just for fear of threats na hizo pekee, hizo hapana, not by the force of the law. Bwana Yesu asifiwe sana. But kwa sababu ya imani na kumtambua Mungu ambaye amembariki na kumpa, huyo mtu ako sawa na amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo pili ni kama tutaichukua next time. Tutaichukua next week kwa sababu ya masaa yetu. Si sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko sawa? Kwa sababu nataka nipate swali moja mbili. Kwa hivyo wacha